Wow. Let God a mighty hand clap in the name of Jesus. Wapi shangwe na vigelegele. Hallelujah. Sema amen. Kwa hivyo Bwana ametupenda kwenye usiku wa leo. Hallelujah. Sema amen. Sema hallelujah. Patia mtu high-five aliye karibu na wewe. Sema amen. It is a wonderful night, my dear viewers, wherever you are watching us. Apostle Frederick Sengo. Amen. Are you on? Yes. Hallelujah. Amen. Apostle Frederick Sengo. Hayo ndio majina yangu kamili, mpenzi mtazamaji. Mahali ambapo unatusikia, unatutizama. It is a new dawn, it is a new midnight that we are approaching the end of the year 2025. Oh, I just thank God kwa maana amekuwezesha tukaweza kutembea pamoja na wewe on our online broadcast. Na umekuwa baraka. And here now comes the hours, the moment and the minute to end the year in style, to end the year in the presence of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now as you approach the end the year, just read the book of Isaiah number 43 verse 18 and 19. The book of Isaiah, the biblical verse that's gonna help you to transit from one point, from one year to another. Hallelujah. Amen. Sijui mahali ambapo uko, sijui uko katika hali gani, lakini what I am going to tell you is just be ready to approach the year in the presence of the Lord. Either uko nyumbani ama uko mahala wapi. It is not about kupiga kelele, not at all, but it is about approaching the throne of mercy katika magoti na kumwambia Bwana, ninakushukuru kwa kule umenitoa, ninakushukuru umenifusha milima na mabonde mpaka mahali ambapo nimefika. Amen. Ni wengi wako kwa magereza, wengine wako chini ya mchanga futi 6. Shika na kwamba umemlipa Mungu chochote. We only come to say you are the Ebenezer, the God, the Yahweh. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand clap. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo andaa nafsi yako, andaa moyo wako, andaa roho yako, ya kwamba ukaweze kuunganika na Mungu katika ulimwengu wa rohoni wa maombi. Amen. Life is spiritual. Nikawa ya kwamba ninaomba na dada moja tukimaliza mwaka fulani, I don't know 2020 ama 2022. Na wakati ule ya kwamba tuliweza kuingia kwa maombi, tukiomba hiyo majira na masaa ya usiku katikati na kuapproach the year, wale katika ulimwengu wa giza, wachawi wa nyumbani, wakawa wanasema hata sisi tuko kazi, hata sisi tunakesha. So I don't know, as a Christian, unalala. It is not the time to sleep. Amen. It is the time to cancel their plans. Amen. It is the time to cancel their agenda. Amen. It is the time to proclaim. It is the time to decree kile ambacho unahitaji kutoka kwa Bwana. Amen. Are you ready? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You decree and you declare. You claim your things of the year. Yes. Amen. Life is spiritual. Inawezekana wamekutesa mwaka ambao unaisha, lakini I have come with a word of prophecy. I have come with a prophetic declaration that the coming year 2026 will never be the same again, in the name of Jesus Christ. Na usichukue tu mwaka tu
kawaida. I always say ya kwamba sio tu kuambiwa utaenda Amerika, sio tu kuambiwa utaolewa, sio tu kuambiwa mambo makubwa. Are you ready? Yes. Hallelujah. Amen. Sijui kana kwamba uko tayari. Yes. Which way are you choosing? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Many of the people wako kanisani pengine leo kwa sababu mwaka unaisha na wanaanza mwingine. Wakitoka hapo wanapotea wakipoteanga. Mungu sio kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So decide to walk with God, naye Mungu atakufanikisha katika hatua na njia zako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The book of Isaiah number 43 verse 18 and 19. Sijui ni nani yako pale. Hallelujah. Amen. We are finishing strong and starting stronger. Amen. Yani leo Mungu akakutia nguvu mpya, nguvu za kama tai. Mtu ambaye unakesha usiku wa leo ukimngojea Mungu akaweze kukuongoza katika safari ya mwaka ambao tunaenda kuingia 2026. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema namna gani? Isaiah 43 verse 18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yani Mungu anasema ya kwamba msiyakumbuke mambo ya zamani. Now you are approaching the end of the year 2025. Najua kuna mambo mazito umepitia. Najua kuna mateso umepitia. Mungu anajua kuna milima umepitia. Lakini leo Bwana ametumana na ujumbe mpya akisema ya kwamba usiyatafakari mambo ya zamani. Usiyatafakari mambo ya mwezi unaoisha. Usiyatafakari mambo ya Agosta. Usiyatafakari mambo ya Januari. Sasa tazama, Bwana anaenda kutenda jambo jipya kwako. Sema amen. Sema haleluya. Umpatie Bwana shangwe na vigelegele. Sema amen. Amen. Usiyakumbuke mambo ya kwanza. Kama kuna mtu ambaye anataka kuingia 2026 akaone mkono wa Bwana, lazima ya kwamba usahau mambo ya kale. Lazima usahau vile umevunjwa moyo. Lazima usahau vile watu wamekunenea maneno mabaya. Lazima usahau vile umevuka na madeni. Sasa fikiria Mungu ambaye ako juu, ambaye ndiye mwanzo na ambaye ndiye mwisho. Ukaanze na Mungu, naye atakuongoza katika safari ya mwaka wa 2026. Hallelujah, hallelujah. Sema amen. I don't know whether you are ready. Sema amen. The promises of God are yes and amen. Now you are beginning a new journey of the year 2026. Approach it with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. The book of Proverbs number 3. The book of Proverbs number 3. Hallelujah. Amen. Proverbs ni Methali 3 mstari ule wa 5. Proverbs. Kitabu kile cha Methali. Sijui ni nani yuko pale. Nani yuko
yako pale, kitabu kile cha Mithali. Mithali, kitabu kile cha Mithali, mstari ule wa 3. Soma. Trust in the Lord with all your heart. Trust the Lord with all your heart. And do not rely on your own understanding. And do not rely on your own understanding. In all your ways, know him. In all your ways, know him. And he will make your paths. Somebody say amen. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Now we are approaching the year 2026. Mara mingi umetegemea akili zako. Mara mingi umetegemea akili zako za kuamka mapema. Mara mingi umetegemea mawazo yako. Mara mingi umetegemea akili za masomo yako. Mara mingi umetegemea pesa zako, lakini hakijaweza kukusaidia. Lakini usiku wa leo Bwana anasema ya kwamba mtumaini Bwana na moyo wako wote. If you have to choose today, choose to walk by God. Choose kutembea na Mungu. Choose kumwamini Mungu na moyo wako wote. Amen. With your own heart. Amen. Si mguu mmoja iko hapa, mguu mwingine iko kwa kajiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wamekosa kukamilisha maazimio ya mwaka kwa sababu walianza na Mungu lakini wakabadilisha step zao, wakachoose another direction. So today, whatever you choose will determine the journey of 2026. Today najua unatimizama mahali yupo. Today najua uko kanisani unamuomba Mungu. Sasa Mungu si wa kuomba siku moja. Praying to God is not a one time. Yes. Amen. Amen. Si wakati moja, ndugu yangu. Watu wanataka tu waombe mara moja na basi they surrender. Unaacha. Sema amen. Amen. Seeking God is not a one day time event. It is a whole time. Basi mtumaini Bwana na moyo wako wote. Usisitegemee akili zako. Usitegemee hiyo diploma. Usitegemee hiyo certificate. Usitegemee hiyo degree. Usitegemee hiyo urembo yako, mbali mtegemee Bwana. Naye anasema ya kwamba atanyosha mapito yako. Njia yako ya 2026 Bwana anaenda kuinyosha. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Mithali 16, the book of Proverbs 16, verse 1 to verse 3. Some pale. Yalaba shakata lababa shandodododo. Lord Jesus. Ulama shandalaba. 22 minutes to go. Yalaba shakata papa. Lord Jesus. Oh Jesus. Inasemaje pale? The reflections of the heart belongs to mankind. The reflections of the heart belongs to the mankind. But the answer of the tongue is from the Lord. But the answer of the tongue is from the Lord. Amen. Makatapa, endelea. All a person's ways seems right to him. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe. But the Lord weighs motives. Mbali pana usipima roho za watu. Commit your activities to the Lord. Mkabidhi Bwana kazi zako zote. And your plans will be established. La kapasha katapa. Na mawazo yako yatathibitishwa. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, mbali
bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, mbali Bwana Mungu huzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako zote, na mawazo yako yatathibitika. I don't know, you have the year's resolution. You have written your year's resolution. Sijui kama umeandika. Sijui kama umeandika maono yako, yale unaenda kuinua mbele za Bwana. Hello? Sijui kama umeandika. Sasa sisi tulikuomba, si kuandika tu kwa mawazo. Unaandika maono yako kwa karatasi. You write. Hallelujah. Amen. Yes, sijui kama umeandika, kwa sababu wakati ambapo tunaenda kuingia in prayer, you will render to God. Mkabidhi Bwana kazi zako. Mkabidhi Bwana hayo maono uko nayo ya mwaka. Yaandike. Oh my God, my Father. Somebody say amen. Amen. Si kama umeandika maono, the resolution of the year 2026. Somebody say amen. Amen. Mwaka wa 2025 unapoisha, ninajua ya kwamba ni mambo mengi ulikuwa umepanga lakini hayajakamilika. Maazimio ya mwanadamu, mipango ni ya moyo wa mwanadamu, lakini Mungu ndiye ukamilisha. Write down. Nasema uandike, maana hiyo ndio tutayaombea. Hayo ndio tutayaweka mbele za Mungu as we pray now. Tunapoomba, tunapoingia kwa maombi. Hallelujah. Tunapoingia wapi? Kwa maombi. Write down your year's resolution. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Yes, na mwaka huu ni mwaka wa kuabudu Mungu. Hallelujah. Amen. Ni mwaka wa kutafuta Mungu than ever. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach good news to the poor. Amenitia mafuta kuwatangazia wanyenyekevu habari njema. Sasa ni wakati wa kuamuka na kutangaza habari njema kwa mataifa, ikajulikana ya kwamba umepakwa mafuta na Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Sasa andika maazimio yako, yale mambo ambayo utakataana nayo, yale mambo ambayo umepitia mwaka uliopita. Unaandika hapo, nimekanzo mandeni, nimekanzo kuonewa, nimekanzo kukataliwa, nimekataana na hii mandeni, nimekataana na magonjwa, nimekataana na kulashwa, nimekataana na umaskini wa 2025. And now I approach the year 2026 with a new beginning, with a fresh heart, with hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usivuke tu mwaka tu hivi. Vuka with God. Mkabidhi Bwana mambo yako yote, naye atayadhibitisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, Mungu anakudhibitisha katika maazimio yako ya mwaka katika jina la Yesu. Amen. Your life will never be the same. Sasa tunapo approach the year, you cancel the plans of the enemy and you decree and you declare. Una decree mwenyewe, usingojee mtu mwingine, and choose the way of the Lord. Choose to walk with God. Tembea na Mungu, na njia zako, mawazo yako, maazimio yako atayakamilisha kwa utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. There is enlargement, supernatural enlargement, ya kwamba Mungu akapanue mipaka yako. Sijui nataka ipanuliwe kimpango gani.
financial breakthrough, Mungu akapanue. Kama ni ndoa, Mungu akutane na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes. Sasa maandiko yametuambia tusiyatafakari wala kuyakumbuka mambo yaliyopita. Kama unataka mwanzo mpya, sasa usiangalie mambo ambayo yamekuwa kikukwaza. Sasa ni wewe ubadilishe hatua zako zile ambazo hazijaendana na Mungu. Na sasa ukabidhi chochote cha maisha yako na mwaka wa 2026 kutoka Januari mpaka Disemba, you will see the mighty hand of God. Amen. Hallelujah. Amen. 2026 we will preach than ever. Naenda kila mtaa. Amen. Naenda kila region. Amen. Naenda kila county. Amen. We are going even extra. We are coming. We are coming. Amen. We are coming Uganda. We are coming across the borders, across the seas. We are boarding the flights to preach the gospel. For now the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the good news to the poor, to declare the goodness of the Lord. Hallelujah. Wangapi wako tayari? Amen. Amen. Sasa kaa mkao. Yes, kaa mkao. You declare peace. You declare peace katika maisha yako, ambayo safari ile ambayo tunayoiendea katika jina la Yesu Kristo. Your life will never be the same again. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Hesabu 6:24. The book of Numbers, number 6 verse 24 to 26. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Praise the name of the Lord. Mwakani ambao tunaokwenda, Bwana Mungu akakulinde na Bwana Mungu akakubarikie. Kile utatenda kwa mikono yako kikafanikiwe. Kile ambacho utakiri mbele za Bwana, naye Bwana atakamilisha. Anasema katika Jeremiah 33 verse 3, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makuu na magumu usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa we are going to call the name of the Lord. Naye atatuonyesha mambo makuu na makubwa na mengine ambayo tusiyoyajua. Today, tonight, in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Now if you want to overcome, the book of Joshua, chapter number 3, the book of Joshua, is I finish. Kule tuendako Bwana akupe amani. Kule tuendapo ukakutane na Mungu katika jina la Yesu. Kule tuendako ukapate afya katika jina la Yesu. Yoshua 3. Yoshua kaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu wakafika mto wa Yordani. Yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Sasa tumekaa 2025 tukingojea kuvuka 2026. Wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Ikawa baada ya siku 3, maakida wakapita katikati ya malango, wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapo mlipo kunifuata. When you shall see the box of covenant, ndiyo mtaamuka mulifuate. Wakakaa pale kabla ya kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ile sanduku ndiyo ilikuwa na law of God,
ndio ili symbolize the presence of God. So if you want to conquer the year of 2026, usitembee peke yako, usitegemee akili zako, usitegemee mawazo yako, usitegemee cheo chako. Yes. Yakapasa yanda. Akawaambia mtakapoona lile sanduku, sasa amuka mulifuate. Sema amen. Lakini na iwe nafasi kati ya nyinyi na lile sanduku kama dhiraa 2,000 kiasi chake, msilikaribie, mlipate kulijua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapitia njia hii bado. Yoshua akawaambia watu, jitakazeni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Kisha Yoshua akawaambia makuhani akasema, liinueni sanduku la agano mkafuke mbele ya hao watu. Wakaliinua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Nawe uamuru hao makuhani waliolichukua sanduku la agano, ukawaambie, mtakapofika ukingo wa maji ya Yordani, simameni katika Yordani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana akamwambia Yoshua, nitakuwa pamoja na wewe popote uendako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akamwambia, nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli. Akawaambia watu, jitakazeni. Amen. Maana Bwana anaenda kutenda mambo ya ajabu. As you approach the year, jitakaze sasa. Amen. Amen. Then you shall see what God will do. Amen. Kama vile alikuwa na Musa, kama vile alikuwa na Yoshua, atakuwa na wewe. Atakuongoza mwakani kwa jina la Yesu Kristo. Na unapoingia usitafakari yale sasa umepitia. Sasa kanzo hiyo, kataana na hiyo, mandeni, kuonewa, kukosa kazi, kutolewa, kutoendelea, kutopenya. Sasa kataana na hiyo katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Amen. And now you decree and you declare kile ambacho kiko mbele yako. Kile umeandika mbele za Bwana. I decree I will be successful. I decree my business will overcome. I decree biashara kubwa itakuwa mbele yako. I decree hiyo gari ya kwenda huduma inakuja. I decree a new beginning in my family. I decree amani katika uhusiano wangu. I decree uhusiano wangu utapenya to a marriage. I decree whatever you will decree, declare in the mighty name of Jesus Christ. Naye Bwana atakamilisha njia zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mstari wa 9. Basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njooni huku myasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hata kosa kuwatoa mbele yenu Mkanaani na Muhiti na Muivi na Mferizi na Muhigashi na Muamori na Muyebusi. I decree and I declare tonight, yule Muivi yako mbele yako, yule Mkanaani yako mbele yako, yule Goliathi yako mbele yako, yule mchawi wa kwenu yako mbele yako, yule ambaye amesimama mbele yako, yule angoa amekuwa kiuliza ukipata kazi umepata wapi, wale wamekuwa kitafuta maisha yako. I have come today to declare to you ya kwamba maisha yako haitabaki vile tena. Your life will never be the same again. Mungu ataondoa Muivi na Mferizi. Mungu ataondoa adui mbele yako, na mwaka wa 2026 you will approach with the victory. Uta-approach mwaka na ushindi wa Bwana. Kama walikufunga usifanikiwe, kama walikufunga wakasema hutafanikiwa, wakasema pesa isikusaidie, wakasema utaishi mtu wa kuonewa, wakasema utaishi mtu wa kukataliwa, wakasema utaishi mtu wa magonjwa. Today I have come to declare by power and authority, my apostolic anointing, that your life will never be the same. Magonjwa haitakuwa sehemu yako, kuonewa haitakuwa sehemu yako, mandeni haitakuwa sehemu yako, umaskini haitakuwa sehemu yako wala ya familia yako, maana Bwana anaenda kukutukuza kwa
kwa ajili ya utukufu wake katika jina la Yesu. Maandiko ikatuambia usitegemee akili zako, usitegemee mawazo yako, mtegemee Mungu naye atanyosha mapito yako. Kama unataka njia zako zikuwe sawa, kama unataka mambo yako ikakamilike, mtegemee Bwana naye atakamilisha njia. Praise the name of the Lord. The book of Jeremiah 29 verse 11 inasema ya kwamba maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi sio mabaya, ni mawazo mema ya kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Labda kuna mtu anakamilisha mwaka, ulikuwa umefika mwisho, ulikuwa umekata tamaa, ulikuwa umekosa tumaini, but I have come to tell you today, you have the hope in Christ Jesus, ya kwamba atakuwazia mema leo. Kutoka leo unaanza mema. Akasema usiyakumbuke mambo yaliyo ya kwanza. Usikumbuke yule kijana alikutumia vibaya akaondoka. Usikumbuke yule mtu alikuajiri kazi akakufuta bila sababu. Sasa kumbuka Mungu ambaye anaanza mwanzo mpya. He is God. Yakapasapa. Yeye ni Mungu wa mwanzo, yeye ni Mungu wa mwisho. Yeye alianzisha, yeye atakamilisha. Nasema mahangaiko sio sehemu yako. Patia mtu aliye karibu na wewe high five. Hallelujah. Somebody say amen. Patia mtu aliye karibu na wewe high five. Sema amen. Ulize, are you ready? Nimesema ya kwamba God does not interfere with your choices that you make today. God does not interfere with the choices you make today. Yes. Ukichagua kutembea na Mungu, tembea na Mungu ukimtumaini. Yes. Na ukitutegemea Mungu, hakuna siku atakuaibisha. Yes. The Bible says Jesus heals all who comes to him. Wote ambao walikuja kwa Yesu aliwaponya. Viwete, vipofu, viziwi, wote wenye magonjwa tofauti, wote walipona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So our God anasema ya kwamba katika kitabu cha Luka 1:37, with God there is nothing impossible. Yes. Abia mtu hakuna kitu kisichowezekana. It is only the mind of human being. Ni akili za mwanadamu which are limited. Ni watu wana limit Mungu. Ni watu ambao wanakuwa na mashaka. Ndio unaomba unaamini, lakini baadaye unapata kuwa na mashaka. You divert kile kimeachiliwa kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Safari ni ndefu. Safari inaenda kuanza. Hallelujah. Hii safari anza na Mungu. Kama ni maombi, sikwambia utakutana na changamoto. Yesu mwenyewe akasema ya kwamba nimewatuma katikati ya mbwa mwitu wakali. Akawaambia mitume kina Petero, nimeona shetani akishuka kama umeme akitaka kuangamiza. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo shetani atatafutana na wewe. Saa hii wachawi wako ufalme wao. They are declaring mabaya, evil enchantment of the year. Isikupate kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kila mwaka lazima muziki, saa hii ni wakati wa kukataana like serious like than ever. I don't know. Sijui nikwambiaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu tu umeingia katika nyumba ya Bwana, lakini kila mwaka labda mwezi wa 4, labda mwezi wa 8, labda Desemba mmetoka labda kusikana. Saa hii wengine wametoka nyumbani, mmekulishwa manyama ya sherehe. Zingine ni mashasho na mababu wanafanyanga maagano kupitia kwa hizo nyama. Unatapika. Hallelujah. Sema amina. Sema amen. Ibada zimefanywa tayari nyumbani. Haya. Praise the name of the Lord. Hapo ndio utaenda kazini, waambiwa kuna kazi. Hapo ndio umekuja mjini, utafute kazi, ikosekane urudi tena mashambani. Hallelujah. Nganyende yara. Wakati wewe hiyo ni Kifaransa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. They are there wakiuliza habari zako. Angalia ni watu wewe. Natia na muona na kamundo gomuzi. Kaune kwa kama motoa. Hallelujah. Sema amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nilikuwa na dada mmoja kutoka hapa Kilimambogo. Alikuwa kila siku akienda nyumbani Kilimambogo.
anaenda tu na kama mwanaume anapelekea mama yake. Akipelekea mama yake, na unajua mama sasa kuna majirani ni aunti wa karibu. Sasa aunti anamuita, njoo sasa uweze kufanya nini? Umpikie wageni wangu chakula. Kumbe akipika anafanya nini? Anaweka vitu kwa ile chakula. Kutoka hapo uhusiano inakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Sasa nataka tusimame. Tuingie katika anga sasa ya maombi. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Now is the hour to celebrate.